msukule ni mtu ambaye amekufa hapa akazikwa, lakini kiuhalisia ni kwamba bado anaishi. Sasa nini kinatokea? Kwa sababu unaona mmemzika akiwa na sura yake. Kinachofanyika katika ulimwengu wa roho ni kwamba wanachukua kitu kinaitwa miti ya kuchongea msukule. Aina ya kwanza ya miti wanatumia wanaita mihondo gori. Aina ya pili ni mti wa mfute. Aina ya tatu ni mti wa mninga. Wanaweza wakatumia mgomba, wanaweza wakatumia mpapai, wanaweza wakatumia mpilipili, wanaweza wakatumia nguruwe aliyekufa au mbwa aliyekufa. Ndio ile unasikia mtu amekufa asubuhi, kufika saa 2 usiku tayari ameshaanza kutoa harufu ya kuoza. Tafsiri yake ni kwamba yule sio mhusika. Kumekuwa na visa vingi, unakuta maiti amekufa lakini bado inatoa damu. Kiuhalisia mtu akifa tunasema damu imeganda, haitembei tena. Lakini kuna maiti mpaka siku wanapeleka kabulini inatoa damu. Ile maiti sio yeye, badala yake ni mti unaitwa mninga. Ule mninga ukiukata una tabia ya kutoa majimaji ya rangi nyekundu kama damu. Kwa hiyo wakichonga msukule kwa njia ile, hiyo maiti itatoka damu. Aidha alikufa kwa ajali ama alikufa kwa magonjwa, atakuwa anatoa damu sehemu mbalimbali za mwili wake. Kwa hiyo hata mkikaa na maiti siku zote 3 itakuwa inavuja damu. Kuna mahali wameweka maiti ndani ya jeneza, wamefunga sanda, lakini bado inavuja damu, inamwagika chini. Yule sio mtu, ni mti umechongwa kwa sura yake, ukavishwa sura yake, wakautumia. Kuna maiti sehemu nyingine inatoa jasho au inatoa machozi. Mtoto mmoja alikufa kwenye maji, alizama kwenye maji. Walipokuja kumtoa wakampeleka mochwari, wakampeleka kwenye mazishi, yule mtoto akawa anatoa machozi siku zote ambazo walikuwa wanataka kwenda kumfanyia mazishi. Akawa anatoa machozi. Ni mti wa mfute ambao unatumika. Na ukiona hiyo maiti imeanza kuoza haraka, ni mbwa. Wanatafuta mbwa aliyekufa mahali, wanamvisha sura ya mhusika. Hapa anakufa, mnasema ni fulani, lakini kumbe ni mbwa. Kwa hiyo kama anavishwa suti, ni mbwa amevishwa suti. Kama anavishwa saa, ni mbwa amevishwa saa. Mambo haya pasipokuwa na roho Mungu huwezi kuyajua sawa sawa. Kuna baadhi ya vitu sitaviongea hapa, nitaviongea kanisani kwenye semina. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo sasa kuna namna wanatumia kuchukua au msukule. Aina ya kwanza kuitwa usingizini. Kuna mtu anaitwa usingizini na anayemuita mfahamu, kitika unajikuta automatically huyo mtu amekufa. Au wakati mwingine kuna mtu analala, akiamka asubuhi mnaamka yeye tayari amekufa. Hiyo ni aina ya kwanza, wanachukua msukule. Aina ya pili wanatumia magonjwa. Unapigwa magonjwa, aidha yatakuua haraka au yatachelewa kukuua. Na siku ya mazishi kutakuwa na maajabu, itanyesha mvua hata kama ni kiangazi, tena mvua ya kutisha. Mkiwa makabulini utashangaa vinatokea vitu vya ajabu. Mara joka limetokea, mara nyuki wanaanza kuvamia watu, mara upepo mkali, mvua kali. Ni dalili kwamba huyo mtu amechukuliwa. Na hivyo vitu vinatokea kuonyesha ishara kwamba huyu mtu alikuwa na mchango mkubwa kwenye eneo alilokuwa anaishi, aidha kwenye familia ama kwenye ukoo au kwenye taifa kiujumla. Kwa hiyo wanaweza wakamchukua kwa namna hiyo. Lakini pia namna nyingine wanayotumia ni ile, anakuja wanasema hivi, kikulacho kinguoni mwako. Yaani anakuja mtu ambaye ni rafiki, unamfahamu, anakutembelea. Mnapiga story, baada ya hapo anakuambia naomba unisindikize. Unapomsindikiza mnatembea hivi njiani, mmeongozana, anakuwa anajipima urefu na wewe bila kuchua. Anajipima urefu ili akatafute mti ambao akiutengeneza urefu wake utafanana na wewe au vishe sura yako ufe. Kwa hiyo baada ya hapo ukishaongozana naye, ukifika mahali mkaachana au karudi nyumbani, anakuja anachota mchanga wa mahali ulipokanyaga, wewe hutachua. Akienda ule mchanga anafunga mafundo, akifunga anakutupia magonjwa. Hakuna mtu atakusaidia mpaka siku unaingia kabulini, ndio anasema fulani alikuwa ni mwema. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Kumbe Bwana ametoa, wachawi wamechukua, wanamtumikisha kwenye kazi zao. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo wanachukua huyo mtu. Wakishamchukua huyo mtu, wakati mwingine wanatumia ajali za barabarani au ajali za majini. Wanachokifanya, unaona fulani amegongwa hapa, amepasuka kichwa au mwili umepasuka pasuka, anakuwa sio yeye. Wana uwezo wa kuja kwenye lile eneo, wakaja na gogo,
wakaenda pale alipo mlengwa barabarani, wanamvuta pembeni, wanasukuma gogo, lile gogo linaenda kuangukia kitu kinaitwa tenki la damu. Lile tenki la damu linavunjika, nyewe mnaona ni fulani amegongwa hapa na damu zake zimetapakaa nyingi, lakini yeye mwenyewe anakuwa yuko nyuma anawaona. Mnalia, mnasema fulani amekufa, yeye anakuwa anawaona. Na kabla ya mazishi wanamweka nyuma ya mlango wa nyumba yake. Kwa hiyo mtakapofanya mazishi, mkimaliza ndio wanamchukua, wanaondoka naye, wanaenda kufanya kile ambacho wamekikusudia. Dalili nyingine utaona kwenye hiyo nyumba, kama ni usiku mmelala mnasubiri kesho kuzika, kutakuwa na sauti za pepo wengi sana au panya wengi sana. Na wakati mwingine kuna ndege watakuwa wanakuja hapo, wana rangi nyeusi na nyeupe, wanalialia hovyo kwenye hilo eneo. Ni dalili ya wazi kwamba zile unayoona ni ndege, ile sauti ya panya na popo unaosikia sio panya wala sio popo, ni yule mhusika anapiga kelele, anasema mimi niko hai hapa, msilie. Ila ile sauti inabadilishwa kichawi, inakuwa ni sauti ya popo, inakuwa ni sauti ya panya, mnapuuzia, lakini kumbe ni mhusika. Nadhani kuambia ukiwa na Yesu hakuna kuchukuliwa msukule. Ndio maana jana niliwaburuza hapa, wameshindwa kunitumia hata bundi, nikashangaa sana. Na kwa sababu nilikuwa nimeshafunga, tumewafunga kwenye hili anga, na hawatafanya kazi kweli ndani ya siku hizi 4 mpaka kusudi la Bwana ambalo limekusudia mahali hapa liweze kutimia. Kwa hiyo wanaweza wakachukua msukule mtoto mdogo, wanaweza wakachukua msukule mtoto mzima. Kuna watu mnaota ndoto za kutokewa na waliokufa. Aidha wanakuambia nimetumwa nije nikuchukue, aidha wanakutokea unapiga nao story, aidha wanakutokea unakula nao, aidha wanakutokea unatembea nao njiani. Hizo ni ndoto za hatari ambazo zinaonyesha umemilikiwa na malango ya kuzimu kwa njia hiyo ya mashimo ya kichawi. Na lengo lao hasa ni kwamba wanataka wakuchukue na wewe. Huenda aliyekufa ni baba yako, unamuona ndotoni, aidha ni mama yako au ni ndugu yako au ni jirani yako yoyote. Lazima ukatae hizo ndoto kwa usalama wako. Kwa hiyo nimesema wanaiba nyota, lakini pia wanachukua mtu, wanamfanya kuwa msukule na wanamtumikisha kwenye mambo yao. Kesho nitaongea kwa undani zaidi kwamba wanapomchukua yule mtu sasa wanasema fulani ni msukule wetu. Siku 40 zikiisha, siku 40, ile siku ya 40 wanamchukua, wanamfanyia sherehe ya kumkaribisha kwenye nyumba za misukule. Kwa hiyo kama ni kuwatokea watu, watawatokea kabla ya hizi siku 40 kuisha. Tashangaa mama amenitokea, baba amenitokea, sijui mdogo wangu aliyekufa kwenye maji amenitokea, fulani amenitokea. Ni ndani ya hizi siku 40. Ikifika 40 wanafanya sherehe ya kumkaribisha kwenye nyumba za misukule. Hiyo sherehe itaambatana na viapo, na kuna vitu atalishwa. Akishalishwa vile vitu, lugha yake itabadilika, hataweza kuongea tena kama binadamu wa kawaida. Badala yake atakuwa akiongea lugha ambazo wewe ukimsikia hutamuelewa.